Bethel Clouds TV, empowering lives. Hata wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Si unaona kanisa na change. Kuna watu unaonaga wamefanya kitu unasema thank you God because this is something that was Kuna watu wanafanyaga unawaambia Mungu amesema twende hapa, anasema sijasikia Mungu akisema. No ginyanya jigwe kaidia raria. Kuna watu Magidioni hapa. Magidioni anaweka karua ya kwanza tena inafanyika, anaweka karua ya pili inafanyika, anaweka mpaka Mungu anamwambia utaenda mahali utasikia wakikuongelelea, ndio ujue umeshinda vita. Maana hakuwa nakubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mtu wako kwa media tupatie Danieli 10. Danieli 10 mstari wa 10. Mtu mwenye yako kwa media tupatie Danieli 10. Nani amewahi kufanya journalism hapa? Unajua kushika kamera? Inua mkono wako juu. Ama uko na mtoto ako amefanya journalism? Yeah? Hello? Uko na mtu ambaye amefanya, your brother, your sister mwenye amefanya journalism? Kama uko naye, just try, see me today. Nataka ku expand territory. Bwana Yesu asifiwe sana. Daniel, hizi hazijawaka? Yeah? Sikoni? Okay, Daniel 10. And behold, a hand touched me, which set me upon my knees and upon the palms of my hands. Pana. Ndio nimemwambia kweli? Mstari wa 10 ndio. Twende 11. And he said unto me, O Daniel, thou man greatly beloved, thou man greatly beloved, understand the words that I speak unto thee. Understand the words. The most important thing here is understand what? The words. This is God speaking to Daniel. And that's the most important thing that you need to have. Understand the words that I speak unto you, thee. And stand upright, for unto thee I am now sent. Stand upright. Roda. And kiadi dado. Munaelewa hiyo? Watu wa English. Waeke Kiswahili. Waeke tu Kiswahili haraka, ama Kisungu ile ya NIV. Ama ile ya Catholic. Kizungu ya Catholic. Gani? Dado imekuja mzuri. Then the man said, Daniel, God loves you very much. I'm speaking to you that God loves you very much. Amen. I thought you know how to say amen. That God loves you very much. Bwana Yesu asifiwe sana. Now you say God and very much. Listen carefully to what I say to you. No, he's speaking from the perspective that it is God. And I'm going to listen carefully to what now I tell you, because God loves you. The first thing is to understand that God loves you. Now he's telling them, listen carefully. Sikiliza kwa umakini. Caroline Wairimu, God loves you very much. So listen carefully, because the word that are coming from me, Margaret, are not from me, are from my God. And that's why I'm telling you, God loves you very much. So therefore listen what I'm saying, because it is not from me. Now it is putting a distinction that these words are not mine, but God's words. Therefore, if they are God's words, they have a power to change your life. Bwana Yesu asifiwe sana. So stand up now, because God has sent me to you. Hallelujah. So do not look at me, unaniona tu ni yule mjamaa. Unajua sasa nyinyi mmefika mahali mpaka mnanionaga tu mtu wa kawaida. Nikiwaambia tufanye hivi hamutaki. Nikiwaambia tuende hivi hamutaki. Nikiwaambia hivi bado mnataka kuni. Nikisema this is the what I want kufanyike hapa, unakuta mumeenda mumepaga vitu zingine. But one thing I want to tell you today is that God loves you. And as God loves you, he has sent me to you.
Bwana Yesu asifiwe sana. So I may tell to you the words of God. Uache kuniona kama Dora. Naigwa Margaret, ni ndio kunyonaga de Dora. Geria muno wone mundu ucio utumitwo ni Ngai. Yes, I know you know Dora. And you know mwanarianira na Dora, mwananyuanira na Dora, mwanathekania mwanarehana iguru na Dora, na Dora is just an ordinary man. But there is another Dora sent by God to you. There is another Dora beside the Dora you know. So the Dora that you don't know is the Dora that is speaking to you tonight. That respect this Dora. Just listen to him, because he is not ordinary. This man has been sent to you. He is carrying your message. Hallelujah. So the moment you come to the realization of that, ndio utajua Deuteronomy 20 chapter number 21 hapo inasema nani, obey and respect your prophet so that you can be prospered. So when you will understand the Dora sent to you by God, he is carrying the key of your life. He is carrying the key of your success. He is carrying a key of where you are supposed to go. So huyo mwingine umezoea, wachanana naye sana. Mzoea tu wakati mnakula kahawa. Bwana Yesu asifiwe. Akikubali muende mkule kahawa na yeye, na kuchuna chune tomakai, kubalie cheza tu na yeye. But mipaka weke. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufanya nini? Mipaka, kwa sababu anaweza kukuchuna lakini anakuweka ndani ya moto. Mlikuwa mnajua hivyo? Anaweza kukunywa na weka chai, mchune, msumairi, mfanyeni hivi, lakini ni mwaki ni aragoikia. Todo maybe it is not the Dora that you think you know. It is the Dora of God. And now you are joking with the Dora of? So when God will not be happy, hatakuwa unhappy with the Dora, atakuwa happy na huyu mnyama mwenye amekuja kuharibu Dora. Ndio unakuta sasa milango yako yote inafungwa. Unaanza kupatana na mikosi hapa na pale. You start struggling. Ulikuwa umeanza kupanda vizuri, and all of a sudden unaanza kuona tena umeanza kunose dive. It is not that shetani anakupiga saa hiyo. It is God who is dealing with you, because he is trying to keep you away from his Dora. Bwana Yesu asifiwe sana. He is trying to keep you from what? Away from his Dora. Because when this Dora is in an assignment, ako kwenye nini? Assignment. Kama sasa after the mountain, God gave me assignment of 40 days and 40 nights. Bwana Yesu asifiwe sana. And in those 40 days and 40 nights, he commanded me, he told me, there are places I'm going to take you, and there are things that I'm going to open for you within the 40 days. So this Dora is well protected within those 40 days. Ukimkosea utalimwa. And how do you discern ako kwenye hizo 40 days? Nyinyi tutajua wakati uko na kahida yako, tutajua maana the way you behave, madhudo itaanza kutoka na nini, tutajua. Huyu Dora wakati mwenye ako sasa in the operation, ako kwenye operation, ako kwenye theater, is being controlled. How will you be able to detect this man is not the Dora ule mwingine ule wa kahawa? Bwana Yesu asifiwe sana. How will you know? That is the problem now with you, because you are too possessed with the Dora, the original Dora, the other Dora, instead of understanding the Dora from God. Because the Dora from God is the Dora that brought you here. The other Dora ya Mogeke hawezi kulete hapa. You thought twice. Wakati uliambiwa ni wapi unakuja, ulifikiria mara mingi. Ulisifikiria wakati ulisikia ni Dora uleko. Ule wa Mogeke. Ni ahonokire. Akihingura kanitha andu makamuthe watu ni mamuthikagiriria winama ona gikorwo na ate YouTube yake ni ahonokire. Sasa akiingia kwa YouTube ndasa aya naona na ni araria, this man looks like he can be sensible. Nanyita. Anabii uliuliza huyu mama alifikiria. Si uliomba kabla kuja hapa? Yes. Aliomba na akasema, akaambia Mungu, nitaenda lakini Mungu unijue tu. Aya muya veso dogatekere gwe. Yeah? Bwana Yesu asifiwe sana. And that is where we go wrong, because we don't take into account the Dora of Waroingi, because there is the Dora of this world. And the Dora of who? Of God. So it is not the Dora of the world that brought you, because the Dora of the world is from a Mogeke leader.
sioni ungekujaje karibu na former Mogeke leader. But when it is the daughter of heaven, you are sent by God to him. Because even you, hata kukuja hapa, uliomba na Mungu akakuinsistia because you prayed. Ulikuwa naomba kama sasa ulikuwa na mapasta watatu. Is that true? Ulikuwa umesema ule nitapigia wako, ule atachukua simu, huyo ndio nitaenda. Si ndio? Ukapigia huyu hakuchukua, ukapigia huyu mwingine hakuchukua, ukapigia dola immediately ikaingia. Sasa ukaanza tena maombi. Umeona ametest Mungu na amemfanikishia, lakini bado alienda kwa maombi kuuliza Mungu, ni wewe. Ni wewe. Wewe ndio unanituma huko. Niambie kweli kama ameokoka. Ukaletewa page yangu. Ulienda ikapop kwa simu yako. Ukaletewa page yangu. Ukaona venye naongea, ukasema kweli huyu msee ameokoka. Sasa ukapanga kukuja. Katika ile mipango ya kukuja, kukakuwa na vitu viwili vitatu vilitokea vya kukuzuia kukuja. Now when again you make ume decide now I'm going, sasa kuna vitu vingine vinatokeanga, vita za kuzuia sasa ukuje, because they were trying to use my name to stop you from coming. Sasa overcome the power of the name, umeingia sasa ni kuenda, unaenda katika kuenda, ndio kiboyfriend kile kinakupendaga, kile unatakaga ndio kinatoka Mombasa kinakwambia niko airport nikujie, na unajua kinakuachiaga milioni moja hivi tu. Sasa unafikiria ni dola ama ni milioni moja? Bwana Yesu asifiwe sana. Because diversionary tactics will come in your life, they will come. Bwana Yesu asifiwe sana. They will come because they want to divert you from the real thing. They want to divert you from the plan of God. They want to divert you from your destiny, from your breakthrough. There are people who will come and join this church just intentionally kuja kuangusha Karo. Karo tumekuwa na yeye miaka yote ile tulianzisha huduma, tumekuwa na yeye, lakini kutatumwa mtu tu kimoja kikuje hapa, kikuje kimweke majira, aanze kuniangalia, naona mimi ni mjinga, ndio atukosane tu na yeye, ni mulaani. Nikimulani nimemuondoa from destiny, maana mimi ndio niliprepare destiny yake. Na nielewa? Sasa amekorogwa majira, amekorogwa. Sasa wakati mimi nitaliact from the perspective, huyu mtu tumetoka na yeye mbali, ananijua. Tumefanya na yeye ABCD kwenye ministry. Tumekuwa na yeye, tuliombana na yeye fair. Sasa wakati tumebarikiwa, ni waleta kukakudehero limoyo. Agirodhwa. Wanyita, agirekatia. Agirodhwa nedamuruma na nedamuha. Na rĩu kĩmũndũ kĩu kĩmwĩkĩrĩte message rĩ, kĩarĩkia mission yake rĩ, ndamũruma rĩ, kĩmũndũ kĩu no kwehera kĩeheraga. Inaondoka tu, huyo mtu anaondokaga kwa maisha yako, maana ameaccomplish the mission. And that is where I have normally ask you to be very careful when you are dealing with this kind of the word of God. You need to understand the concept, and that's normally why I teach you the word of God. I'm not pro ya kuwekelea mikono sana. Yes, I have it. It is in me. Deliverance is in me. But before you are delivered, you need to know where you are delivered from and why you are being delivered. Is it your time to be delivered? Bwana Yesu asifiwe sana. Is it the time for you to be delivered? Kama si time yako, I will just ask you, tulia koki. Kaa tukae. Maybe next year ndio koki atakuwa delivered. But tumekuwa na yeye 8 years, tukitembea na yeye 8 years. But next year ndio atakuwa delivered. Kama mtu kama haka kanakuja na kiherehere, kana deliviwa. Sasa hujui kamekorogewa wapi. Umeona? Kule amekarangiwa, sasa amekuja hapa kama ameiva. Sasa ametumwa hapa for one reason. Abadilishiwe maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna watu, for gold to be gold, it must be tested. Bwana Yesu asifiwe sana. So vumilia. Hello, don't be swayed. Kwa mtu akikuja hapa mgeni, don't be swayed na huyo mtu. Onogekona kimudu getol dakande hadi samutageke na giokena kirejirova haria. Don't look at the Range Rover. Ask yourself, what is the source of the Range Rover? Ndio hii Range Rover kuwe nayo, madhabahu gani imeleta Range Rover hii? Bwana Yesu asifiwe sana. Unasikia mtu ako na Range Rover na ako ruda, na ako na shamba na gofu, na ako na shamba ingine Mombasa behind the beach, na ni mtu ni wa 35 years. Na wewe unakibiria huko, unakibiria beach, unakibiria Range Rover na ruda house. Before you make that move, ask yourself, hizi vitu zimekuja kwa madhabahu gani? Bwana Yesu asifiwe sana.
Because everything that exists in our life iko na madhabahu. Hakuna kitu, hata hiyo nguo umevaa iko na madhabahu behind it. Maana ni nani alitengeneza? Ni wewe. Ni Mchina. Imetoka kwa Mchina. Yule Mchina ndiye afugue company hiyo. Alitoa dhabihu gani? Mliona Wachina hapa wakijenga barabara wanafanyanga nini kwanza? Wanachimba shimo, wanachukua nguruwe, wanazirusha ndani, wanazimwagilia mafuta, zinachomeka zikiwa hai, wanafunika. Halo. Wengine wanachinja mbuzi, wanachinja kondoo. Wengine wanachinja ng'ombe, wengine wanachinja wanyama wa kichaka. Ni Wachina. Wana raise sacrifice before they start a move. So any company that exists on earth has a reason behind it. Kuna an altar behind it. There is a power behind it. Na ndio hii nguo ikufikie, haikutengenezwa ikiwa ya mtu mwingine. Hello, are you getting me? Hii nguo ndio ikufikie, haikutengenezwa ikiwa ya mtu mwingine. Ilitengenezwa ikiwa yako. In the spiritual realm imeandikwa jina yako. Ukiingia kwenye telescope uweze kuangalia kwa undani, utapata in the spiritual realm jina ya Anne imeandikwa hapa. And that is why hii nguo iliingia kutoka China, ikawekwa kwa container, ikakuja kwa kaduka, naye huyu akaenda akaitafuta. How now? Ule mtu mwenye alikuwa aitransit kutoka kwako, Mchina, Mungu alitengeneza Mchina kwa sababu yako. Alafu akasaidia huyu Mchina akapata loan ya benki kwa sababu yako, ndio atengeneze factory kwa sababu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio Mchina naye hapa naye Mkikuyu akaenda Equity akakopa loan. Nyumba ikagawanyishwa hapa, stores zikatengenezwa kwa sababu yako. Are you getting me? All these things they are working to be put in place because of you. Ati Mchina alizaliwa kwa sababu yako, kwa sababu he is supposed to deliver your clothes. Mary imetengenezwa na container ilitengenezwa kwa sababu yako, because it's supposed kubeba mzigo yako. So things they are not coincidental. It is not by a coincidence. This thing was planned. Kutoka mwanzo wa kitu hiki, this thing was planned to be where it is. You are not here by mistake. You are here because God planned you. Sasa yule alikuuzia hii nguo na yeye alikopa kamkopo ndio apate kaduka. Equity nayo ilitengenezwa kwa sababu yako ndio iweze kukopesha hako kamkopo. Besima ilitengenezwa kwa sababu yako ndio itengeneze hako kamkopo, ndio kamkopo kafungue duka. Naye the day duka inafunguliwa ndio nayo meli inafika Mombasa. Things are organized. Nothing comes by mistake. Nothing comes, everything is well coordinated for you. So by the time clearance wanafanya clearance Mombasa na wewe renovation unafanya kaduka na katengeneza, immediately unapata connection ya mwenye hiyo container, anakuambia nitakumwagia mzigo. Hata unaweza kumwagiwa bure because of Karo. Because Karo kuna nguo yake ambayo ni anointed for the purposes of her destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye Karo anatogogyo kule anapatana na, I'm sorry, let me use this, najua unakasirikaga. Umepatana na kimutu kizuri kama mimi kinakupatia shilingi 10,000. Hiyo 10,000 inakudereka mpaka kwa duka fulani. Unaenda unakuta nguo, unasema, "Oh wow, this is wonderful. This is a nice cloth." Na unainua. Kwa hivyo hata mimi nilitogogyo na giri yangu 10 nikutane na nani? Na baada ya kupatia huyu giri 10 tunaachana. Anaenda bali na mimi naenda bali because nimefanikisha kachei kutoka China mpaka kwake nyumbani. Na kwake kumekaliwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is how to understand. That's why Bible inatuambia, inamwambia Daniel, be careful. Tupatie tuendelee, be careful. Understand. Have the understanding, the heavenly understanding. Have the spiritual understanding. For you to be able to win battles on earth, you must have a spiritual understanding. To be able to conquer anything around you, lazima ukuwe na spiritual understanding ya kujua where you are, where will you be tomorrow. To understand that there is a power that guides your life. There is a power that controls your life. Kuna kitu ambacho kina muongozo wa maisha yako. Unaongozwa, haujiongozi. You are here not just by freaking. You are here because God wanted you to be here. Otherwise ungekuwa na vitu vingine za kufanya. And that is why I was created. And that's the reason I was taken to Mungeke for training. Then I was brought back so that I can teach you. Because no preacher can teach what I'm teaching. Hii si kitu ya theology. Hapana, ndio wanasikianga wanasema Dora hana mafundisho, iko na sound doctrine. Bwana Yesu asifiwe sana. Because yeye mwenyewe anajaribu ku listen. Kama mtu kamugeke kametoka just the other day. How is he able to do these things?
Let go muranagia. How is this man able to do this? It is not me. I have been prepared, nimepikwa, na wakati nilipikwa kuna vitu niliwekwa ndani ya hizo vitu ndizo inatoanga. Na sasa kukatengenezwa mtu wa kuconsume hizo vitu ni wewe, ndio kwa maana uko hapa. Umevuka kitabaya kama mama mzuri ameokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema the man said Daniel, God tulikuwa tumefika. Stand up now because God has sent me to you. When he said this, I stood up, but my body was still shaking. Why? Because the anointing was in front of this man. He was shaking because of the power of the anointing. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how to recognize the daughter of God and the daughter of the dunia. Ule daughter wa kushughulikiwa na Kinaani huko duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. So the moment you are able to identify the right daughter for your life, you will never go wrong. Things will be working because this man, the body was shaking. It was not shaking because kulikuwa na malaria ama kulikuwa na baridi, because of the power of the anointing around him. Na akarecognize, hata alijaribu kusimama tu, aliposimama akasikia there is power around me. There is power, there is something. The moment you will discover the power that is around you, the healing process will start in your life. Because now you are not dealing with an ordinary man, you are dealing with a vessel of God. And when you are dealing with a vessel with God, with acceptance, unaikubali, things will never go wrong. Chochote atakwambia kitafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Chochote atakiona kwa ndoto kitafanyika. Chochote atakiona mahali popote kitafanyika. Verse 12, anything, akienda mahali popote, utaona kitu kinafanyika. Why? Because there is power in him. And this power in him, ndio ile Jeremia alitolewa kwa mdomo yake na Mungu. Akaambiwa usirudi kusema wewe ni mtoto, because where I will send you, you will go. What I will tell you to say, you will say, because you are no longer yourself today. From today, you are no longer yourself. You have the power to say it and work. Then he said to me, Daniel, do not be afraid. Hello. So Daniel recognized this is power, and that is why he was able to settle down. Akashake. Lakini ameambiwa, Daniel, do not be afraid. God has listened to your prayers. Hello. Sasa ndio hapa alianza kurealize, kumbe haya no oyo ni messenger from God. So at the time you listen and carefully and know this is a messenger from God, you will get the right information that will guide you and take you to the processes of God. Sasa akamwambia, God has listened to your prayers since the time that you first turned to him. The first day. Now this was the 21st day. Akamwambia, since the day uliingia kwa maombi, Mungu alisikia. But what happened then? Kama Mungu alisikia, what happened? People here are blessed. Mumefunguriwa, nyinyi watajiri, muko na wake, muko na waume, but they are not yet connected to you. Kuna kitu that has caused disconnection. You are not struggling, you are not here because you are poor. You are not poor. You have something. God has connected you. You are blessed. Wewe ni tajiri. Sasa ukienda kwa mama kama huyu unaweza kwenda ni mboro mwari wa ithe itu ndaigwithe kanjuke kuri we tondu hetu mathina ndiragererai ndenda ugombere milioni imwe na kwake jana alilala njaa. Bwana Yesu asifiwe sana. See it, 1 million haipo in the spiritual realm. The 1 million is there, not 1 million, kwa sababu huwezi kukopa mtu 1 million akiwa ni wa 1 million. Utakopa mtu 1 million kwa sababu ni wa 10 million. Are you getting me? Utakopa 1 million kwa sababu huyo mtu ni wa class ya 10, class ya 20, class ya 100. Lakini atakuangalia hivi, utaona tumachozi tumeingia kwa macho tu, because amelala njaa na landlord amethilita inafunga nyumba, lakini in the spiritual realm ako nazo. And this is that was happening with Daniel. That the day wakati alianza kuomba, the very first day alienda maombi, milango yake yote ilifunguka. Everything that he wanted zilianza kufanya kazi. But he kept praying for the next 21 days without knowing that mzigo ilifika. Most of us are suffering na mzigo ilifanya nini? Ilifika. But because you don't listen, nikiherehere munakuaga na migi. You don't listen. You don't want to sit down and wait to hear what God is saying. Nilipakanda limakondo liyakondo limakanda ya masaka 24/7 ni maombi. Sit down and listen to God. Get a notebook, listen and hear from God what he's saying to you.
The moment you listen to God, you will hear from him. He will tell you, kakari kako kuna mtu atakuletea kutoka Mombasa, nimeongea na mtu. Si ile ya miracle atishika hapo juu, hapana. Ni Mungu ataongea na mtu. Ni Mungu ataongea na ardhi. Ni Mungu ataongea na process fulani ambayo itakupatia pesa uende ununue kagari. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Kwani huyo ametoa tena? Anatoa haraka. Ni anointing inamshika ama anatetemeka. Do not be afraid. God has listened to your prayers since the time that you first turned to him. You wanted to understand about God. You wanted what? To understand about God. God is not your village maker, your village mate. You have to understand this God. How does he operate? When does he operate? When does he okay things? When does he make things work? When does he move things? Bwana Yesu asifiwe sana. You put yourself under his authority. Hello. Sasa hiyo ndio mmekuwa, hapo ndio mmekwamilia. Hapo ndio geji yenu ilikoma. Because you don't want to put yourself under the authority. I'm here as an authority. So what I say, it is what you must follow. If you say, I am your son, you are my son, you are my daughter here, follow what I am saying, because it is not from me, it is from who sent me. So if I say, huyu Margaret mutaki hapa, wacha na iwe hivyo. Hata kama ni rafiki yako, wacha na nini, iwe hivyo. Maana aliyejua, aliyenituma ndiye ameniambia hivyo. So wacha kuleta mashindano, wacha kuleta tunataka hii iende hivi, nataka mipago ikae hivi, ndio tengeneza mahali yako ufanye mipago. Because you wanted to understand about God. Ati okwenda kumenya uhoro wa Ngai, you must put yourself under the authority, his authority. So I have come to bring the answer to your prayers. It is your free. Umekataa kukaa chini ya authority. Wewe ni kigeugeu. Nikimonda. Nasikia hiyo. Na wakati unasikilizaga hiyo ya nani? Ya niambie ni gani? DJ Afro. Mko mnameshiria mo. Nani alikuwa anafikiria nani anasema mambo ya DJ Afro? Sasa bwana niambie ni kimoda. Sasa mimi nimeongelea mambo ya kimoda ya nani ya DJ Afro. But yeah, okay, yeah, yes, okay, it's okay. That is your favorite, yes. Lakini unasikiaga? Ulimjulia wapi? You must put yourself under his authority. So I have come to bring the answer to your prayers. So God, things are not working in your life, not because God hates you, but because you have refused to put yourself under him. Subject yourself under the authority of God, and the things will work for you. Just subject yourself. Let God work in you. Let God move in you. Let the move of God be with you. And the things will just work. And this is the answer nilitaka kuwaletea. That's the answer. Umang'aa uache gari kubwa. Najua tumezoeana nawe, tumeenda milima, tumeenda wapi tu mpaka tukazoeana nawe. Nikikwambia kitu nakaga tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse number 13. But the ruler of the kingdom of Persia, because of you refusing to hear that when God is speaking to you, because God must have spoken to Daniel, but he continued to pray instead of waiting to hear from God. What happened? But the ruler of the kingdom of Persia stood against me for 21 days. Your prayer was answered, but the king of Persia, stood against me. Alinishika for 21 days. Alikuwa amenizuia. Kama ungenisikiliza, kama ungemsikiliza Mungu, hii maneno haingetokea, singeteseka. I'm suffering because of you. Nimeteseka because wewe mwenyewe ulikosa kusikiliza Mungu. Otherwise ungesikiliza Mungu, ungepata mawaidha. So some of you, limitations zimekuja kwenu because of refusal to listen to God. Challenges you have in your life because of refusal to listen to God. Huyu jamaa nilimpatia kazi Thika, huyu wakatoroka, walianza kupigana na Grace, wakatoroka. Huyu akikaenda huko weta kwatia ni Mudorongo, Loitokito. Ameenda jamaa, amekulishwa shida, ananipigia Apostle, leo nielete mehia makwa, mimi hujanikosea. I don't understand. I don't know at what time tulikosana na wewe. So you don't kama umerealize kuna makosa ulinifanya, huyo mwenye amekufahamisha ni nani? Ni Mungu. Enda kwa Mungu. Mimi sina solution yako, because I don't remember at any single day ulinikosea. Sijakumbuka.
Sina. Hata nimejaribu kufikiria ujamaa niki nikauliza alilipo mshahara yake. Kuna kila kitu ameenda nao. Nifanya nini? Ati ni mang'aa alisema ameenda. Okay. Nikisikia ni mang'aa, si ulikuwa unajenga nyumba ya nani yangu? Ulikuwa unajenga nyumba ya nani? Ulikuwa unajenga nyumba ya nani? Ni kanisa ni yangu. Ni mali kwangu na kaga. So kanisa ni ya nani? So enda huko muongee na yeye. Enda tafuta hiyo mse. But the ruler, mudhamaki, adhamaki, madhanaga, kingdoms, wale wadhamaki wanatawaranga maisha zetu, ndio wamekushikilia neema yako. There are systems in the world, there are systems in the spiritual realm ambazo zinakamatanga anga yako, na wakikamata anga yako you are unable to move. You may try to push, you may try to go, nothing is happening because the anger, kuna rulers, they could be family members, they could be the family line, the bloodline ya family, the family tree, things around you, kuna vitu around you, ndizo vimekuzuia. Baraka ya Mungu uko nayo, people wakikuona wanaona wewe ni millionaire because anga imeachilia, lakini kuna rulers that control ambazo zinakuwekea walls. Vitu zako nashindwa kuvifikia. Sasa hapo unang'ang'ana tu. Umeenda kwa nabii huyu, unaenda kwa nabii huyu mwingine, unaenda kwa nabii huyu mwingine. Because na huyo hawa manabii wote hawajui. Wana uwezo wa kuondoa, lakini umekosa time wewe na Mungu kusikiliza Mungu. Ndio usikie Mungu akwambie, nimetuma Gabrieli, lakini Gabrieli ametekwa. Because alikuwa afaya ajue the second day, maana Gabrieli aliachiliwa the first day. Kwa hivyo the second day angejua Gabrieli alitumwa jana, lakini amekwama kwa matope. Ndio atume Red Cross aende amvurute. Sasa wewe unaendelea kupiga makelele, noise making. Ukisema ati ni maombi, lakini noise making. Bwana Yesu asifiwe sana. Sometimes you stop. Unasema siombi. Wiki mzima siombi. Wiki mzima kana notebook na kalamu. Enda mahali kwa kakona peke yako. Anza kuandika, anza kuzungumza. Mungu akijua uko ready, anaanza kudownload. Ni kuupload ama ni kudownload? Ni kudownload na kudownloadia ukiandika. You get the solution. Sasa hapa nyinyi kwa sababu hampendi, mnapenda kusikiliza manabii na mnapenda kupiga makelele. Lama kachajarabaya yandalalala bosa ya lololo kakaka yanka ya oh ya kakaka kokoko kekekekekeke kwa. Sasa malaika anatumwa kutoka mbinguni, anaambiwa nenda teremke usikilize Dora anasema nini. Wanateremka wanakuja mpaka hapa kwa roof, wanasikia ni kuku inalia. Wanarudisha mbinguni wanasema kunogoko Dora nina dena. Mwanadamu ya gosho. Unakuta Dora kwa Dora kuna kuku 2000 zinabarikiwa, nimefungua kigada ya kuku zinakuja kwa sababu baraka ile iliachiliwa, maana walifikiria kuku zilikuwa jaa, kukaachiliwa chakula ya nini ya kuku, maana ni kuku zilisikika zikisikilia. So let you be understood in heaven. Allow heavens to understand you, to know what you want. Clear, crystal clear. Kuna mwingine hapa, mama mwingine nilikuta hapa, wengine walikuwa wameletwa na sikumbuka wale mapasta walikujaga, wale walitakwa na David. Kuna pasta alikuwa ameketi hapa na akapatiwa microphone ya Biblia. Sasa kai mpaka nikapia mtu aende pole aende kwa mashini akate stima. Bana nilikosa kuelewa. Sasa hata huyo Mungu atamuelewa nini? Ati ni maombi shwari. Sasa malaika angeteremka saa hiyo, angerudisha ripoti gani? Hapana. Alisikiliza, malaika anasikilika sauti. Angesikia hiyo ni sauti ya puda. Ile ripoti ingerudishwa kule ni puda na ziko jaa. Sasa ile Mungu atafanya, atateremsha nini? Chakula ya puda. Ndio nakutanga itora ya nyuri hoye puda. Tavikeli yole hoyaga.
thikiririo rio hoyaga wako hoyaga ukigambaga hiho hiho nikio bunda cirathimitwo. Bwana ndiye agocwo. Bwana Yesu asifiwe sana. You need to understand how to relate yourself with God, how to communicate. Danieli aliambiwa you need to subject yourself under the authority of God, so that the authority of God can give you the discipline of communicating with God. Because communicating with God has a discipline, has a system. You just don't go to God and just start making noise. They will send you, watambia Mungu atabia ondoeni hiyo punda hapo nje, na utaondolewa. Ndio unasikiaga umegogwa na uligogwa na nini na mkokoteni ya puda, maana italetwa tu wewe ukiwa karibu na nini na mapuda na ugo, kwa sababu interpretation kule ni puda inapiga makelele na iondolewe. Ginyoko na mathiko makumare wako uona ginya fuda ni cici horete ku tondu wa guthiro na matharau ma fuda. Bwana Yesu asifiwe sana. Change how you pray, change how you communicate to God, change how you relate to God, change how you talk to God. Wakati Hana alirealize maombi yake haingii, Hana was praying, my father give me a child, my father hemwana fafa hemwana gaif hemwana urabasha give me a baby. God was not interested na baby, maana in the womb of Hana there was no a seed of a baby. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika utumbo wa Hana hakukuwa mbegu ya mtoto, lakini kwenye utumbo wa Hana kulikuwa na nabii, mbegu ya nabii. So Hannah was praying for what? For a baby. But inside the womb of Hannah, it was a seed of who? A prophet. So until wakati alibadilisha jinsi ya kuomba, akaambia Mungu nipatie mtoto wa kiume na mimi nitamrudisha kwenye madhabahu yako. Immediately akapatiwa. Kuna maombi unaomba which is wrong. Kuna style unaomba which is wrong. Bwana Yesu asifiwe sana. You need to understand how are you praying, and maybe that is why wakati ulikuwa naomba upate boyfriend, ukapata boyfriend amekuja amekaribia, wakati mnaenda kubusiana boyfriend anaondolewa kwa sababu tena umechange maombi. Umeanza kuleta maombi nipatie bwana ambaye Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu jiuliza ni kwa nini maboyfriend wanakutorokaga? Huyu ni boyfriend wa tano, Margaret. Tawe uri nekigeto mama okuhereria orire wathi kuhemberio guo ri ukona ni amonyoka tari tamaki ya kamogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Understand. My point, what I'm trying to press it to you is understanding the systems of God. Because had Daniel understood the first day, kwa sababu kuna mahali unaweza kuenda Katoloni, unaenda Katoloni maombi na umeplan kwenda siku 7, lakini the first day umefika huko God answers you. Just get out of the Katoloni. Toka, enda. Kama Mungu amekujibu toka. Alikuwa nataka tu obedience yako ya kufika huko. Na ulipofika huko immediately amekuanswer. So get out. Now go activate what he has answered to you. Now akamwambia, but the ruler of the kingdom of Persia stood against me for 21 days. Then Michael came to help me. Nulaigwa ginya Daniel daramenya bara nirarueto. Ruwe nwenyu mutiyoe mutimenyaga bara nirueto. Nogo kamuga kainyaraje ikeira kiama kiriku. Were you in charge of that kiama? Bwana Yesu asifiwe sana. Then Michael came and helped me. He is one of God's most important angels. He helped me because the ruler of Persia was keeping me there. Huyu ni Gabrieli. Malaika alikuwa amekamatwa na the king of Persia, amefungiwa huko. Ilibidi Michael aende huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello? Are you getting me? Ama niko fokota? Ni kila igira mutwe. Kana kila igira haiki magira haha. Ne unyona gatadira hujiria ndo. Mamenyereto kwirwa pokea. Pokea gai. Simuge amen. Yeah? Unapokea kitoka. So you understanding this kind of situations, it makes you to be successful. It makes you not to struggle too much. Maana kuna watu wana struggle, nakuta anaomba masaa 4 na anaobaka kila siku masaa 4 na mkiachana na yeye anakuambia nipatie fare. Odo wa gai. Ndaigwa. Debara ine modo wa gai. Ni ugora nyona ona kanyamu gakuria ona direte thiko yako ya kaigana yake. No githikiriria the power
Ayahoyaga na mahoya mena power, mena punch. Katika jina la Yesu ninakemea mapepo yaka moshondo baba ye ramakakaka. Yani ginya guthioma kurera guthioma ni guthioma guthomu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anadhioma dhiomi zingine unasikia kweli this man is going to heaven the next minute. Lakini after kumaliza maombi mfuko haina hata kitu. After kumaliza maombi anakutana na simu. Daddy Lord, nimefuga nyumba. After kumaliza maombi ndio anasikia kadeni, ndio anasikia tusimu kama mtu tunalia, labda ni tukudai deni kanalia. Sasa hiyo uko sasa uko kwenye moto. Sasa hiyo kwenye hiyo moto ndio unasikia bwana yako anakuandikia barua, anakuandikia message ya kuita maraya hii. Hujamaliza umaraya. Na sasa hiyo umeomba mpaka ukasikia bigu imefunguka. Kumbe si bigu ilifunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe si bigu ilifunguka. Ni vitu vingine wewe ulisikia ni mareve wiguire tondũ nĩ kwenda kũigua mareve magamba wezi ya igũrũ nĩ rĩahingũka. Understand the concept of winning these battles. These battles are just not won just like that. They are won because there is a plan. There is a strategic agenda, strategic plan to win these battles. Bwana Yesu asifiwe sana. Bara yake roho ndĩcindanagwo ro ũguo. You just don't win it. You must understand. You must know you are dealing with which altar. How old is it? Bwana Yesu asifiwe sana. How old is it? The Bible says in the book of Genesis, Jeremiah 1 verse 4, before you were born, I knew you. Is that not true? And before your father and your mother came together, I knew you. And before your grandmother and your grandfather came together, I knew you. And before your great grandmother and grandfather came together, I knew you. So how old are you? Sasa ndio unaonaga hapa, unaona mtu kama huyu Magdalene unafikiria ni msichana, kumbe ni mtu wako na miaka 1000. Bwana Yesu asifiwe sana. Because kufuata hiyo system ya Mungu, I knew you, ulijulikana because the Bible says before dunia itengenezeke Jesus was there. So Jesus is older than what? The world. Bwana Yesu asifiwe sana. So how old is Jesus? Alikufa at 33. But how the actual age of Jesus? Ndio unakuta mama kama huyu unaona ni msichana, kumbe ni mama mzee. Sasa yule ukitaka kujua mzee wa mtu, angalia tu behavior toke kwa nyumba. Ama enda huko na kasichana kadogo, enda waangalia kasichana kako kale kadogo, tumetuko tuleteka wako ona yake tumetuko tuakamutumia, ni mutumia mukoro. Kuna mama kama unaweza fikiria umeoa msichana huyu, kumbe nyumba ni kegi yogetheri, hata kutoka kwa kitanda natokaga 3 hours akitoka ni ule anogire. Anyita ukimwira acoke athieri kwa kurugira irio, kurugira mathaa maigana 3. Breakfast ni matumbe na bacon na kina gacai, mathaa maigana 3. Riu ni agioke aruge ranji, ati ukiuma uguo niguo anjirie kuruga ranji. Ogecokora kora nginya ranji yerete ni thaa 8, no kiuma uguo niguo anjiriria kuruga kesapa. Todo ni shosho mukuru wa miaka 300. Weraga mami wanyu ndagire mutumia muiretu, no turaga na shosho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kana ukakora na kimundurume nyumba. Nginya ule gathie ni kiana kenini. Uyu wakiraga mahende kaka. To ni kindu gikuru kija gitire ngirivi cia baru. Sinokio cio cia baru ni cia thirire. Is a no thinking yake, I think old age. Unamwira mwake kanyumba kaka kwira tuka dike nyumba ya ndoro. Sasa unashindwa. Ukamira neto itoke nyumba kigo kia ng'ombe kamura kile kigo kia boko. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakagutaragiria ati mathugumo ma boko ri ni mega muno ni makuragia irio. Wageria kwetha reasoning ya mundu uyu. Unashindwa inatoka wapi? Kumbe ni uzee ile iko ndani yake. Kia mundu ndetha bagathi kuitha tondu ni mundu mukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. So understand, the moment you understand yourself, you'll be able to know and position yourself. Hapo ndio utaelewa madhabahu hilo napigana nayo ni madhabahu ya miaka ngapi. And that is where you will be able to understand, who do I involve kuvunja madhabahu hii. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ndio wengine mmekimbia kwa manabii hapa, mmeenda mmeobewa. Wakati mliobewa ndio vita iliinuka. Maana uliulizwa niko kwa uhodhiete. Paulo tunamjua. Na nani tunamjua? Jesus we know and Paulo we know. Who are you? Mpaka pepo yanajuanga mtu wa Mungu, anamuelewa, anajua huyu ni mtu wa Mungu. Wanajua Paulo, hawachezi na Paulo. Wanajua Yesu, hawachezi na Yesu. Waliuliza wana wa Skefa, Paulo tunamjua, hata Yesu tunamjua. Tunatuna wata wewe ni nani? Kalifurutwa tu, kalishikwa namna gani ukira? Amuka. Kalishikwa nani? Walishikwa tu hivi. Ni mapepo na umekuja akakaka lambakaka. Tu pepo tu kana kushika tu na kakidole kamoja. Kana kuburuta tu, kana kupeleka, kanaenda kana kudhinekania na hapo. Kutoka siku hiyo nasema ni mahoya digoshoka wewe. Ni thiaga toroni gokerero ni bara. Thiaga heaven kesi kiuma ku nyuma kade horetwo ni. Yani magundu makwa mathukanire heaven. Ti kiria wewe no rimu kioko giki nikyo kihorete ngima yaka moko. Yakana yaka fagara. Mwana ni awasho. You have to understand. Enda kwenu, just retrace back, understand the power, the magnitude of the altars that speaks in your family. Once you understand the magnitude of the altar that speaks in your family, you are going to be able to contain this altar. Ama uachane na kuna altar zingine we don't interfere. Yes. Kuna altar hata mimi ukikuja hapa nitakwambia hizi tutigane na isio eketobe tuhura neno eno tobe tutigane na digokwera directly, but nitakudanganyiriria tuotokee hapo, kwa sababu ninaona hii bado wacha ive kidogo, kwa sababu ukiiguza na hayuko ready. Wewe uko ready, uko strong, but altars, kupigana vita vya altars ni two sided. It is not one side. The willingness, the power, the capacity. How strong are you to fight this altar? And now I'm coming here to reinforce. That is why Angel Michael alikuja ku reinforce Angel Gabriel, ndio akaweza kunasua mzigo kutoka kwa Pasha. Maana Pasha was strong than them. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna madhabahu tu interfere, unaachilia tu mtu akaekae. Halo. Kuna ugonjwa daktari wanasemanga tusiguse. Hiyo kadhundo ukikata katakuwa cancerous. Wacha kakae hapo. I hope you are getting me. I hope you are understanding where I'm getting you to. Because I really need you to understand. Madhabahu si kiokoko. Mnanielewa? Madhabahu si kiokoko. Unaweza kuwa umeokoka na kaaga biguni, unakuja hapa asubuhi, lakini shida ni mingi kuliko maisha yako. Madhabahu ni kuokoka ni kitu kimoja, na kukombolewa ni kitu kingine. Kukombolewa sasa, that is the time you deal with the altars, the family altars, bloodline. Sasa ikiingia ni family altars, ikiingia ni family bloodline altars, ikiingia ni bloodline, sasa retrace yourself backward. Nenda backward na utajipata kwa kaguka kingine. Ndio unaonaka umelala unaota kamsee kakikukibikisa na paga. Kamsee kakoro kadhurika koro kana kutengelia na faga. Sasa hiyo ndio ku understand ni madhabahu gani inakusubua. Unaota na shosho mzee munyande mwingine mzee kana kibiza bio mpaka unatoroka, unaona kana kushika, ukienda tu unaona kako hapa nyuma yako, unaelewa hii ndio madhabahu nani ya shosho, ni ya laini yako kina shosho. Sasa hapo unaanza kuelewa, unafuatilia shosho walikuaga nani, unaambia walikuaga wagaga. Sasa unaenda kutafudhilia ugaga ya huko ilianza na nani, unaambia sasa wacha hii uka na huyo uka na huyo uka mwingine, huyo mwingine ndiye alikuwa mgaga. Sasa una understand ni guka wagapi? Waine. Sasa hizo ni 4 generation. Then generation ilikuwa miaka 100 ya kina maguka. Si ndio? Walikuwa naenda 120, tuseme 100. Kwa hivyo ni 400 years. Sasa ongeza yako ni uliniambia uko na 90 years. Ongeza yako. Unakuta sasa hiyo madhabahu ya mama yako. Sasa unajua umeweka ya guka kurudi na nyuma, hujaweka ya baba yako. Baba yako ako 80. Sasa jaza ikuwe 100. Sio ni 500. Sasa jaza yako 50. Sasa ni 550 years altar that you are dealing with. Okay. Katika jina la Yesu ninakemea mapepo, ninakodondorobo. Utagogwa. Ukuri ni thina ginya withiage ugo ni uria thina ukurite. Ginya ukuro uthie to ina center boro tie twekete. There are things that now you have to, once you observe them, ujue ni miaka ngapi hii madhabahu inazungumza kwetu, ni ya miaka ngapi. That is the time now you will be able to start fighting.
na ujihisi, uangalie nao. And then number 2, understand, baba yako mama yako aliendaka kwa waganga. Tuseme ameenda kwa mganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Alienda kwa mganga Mkamba Mjaluo, ama alienda kwa mganga Mkikuyu. Ujue hivyo. Ukijua alienda kwa mganga Mkamba, ujue now it is not tribal. Hiyo old na speak kwenu ya uganga, it's not tribe, it's not si ya Kikuyu, si is beyond a tribe. Imevuka mpaka wa tribe. So you need somebody kama ni mtu wa kukuvunjia hiyo madhabahu, you need somebody mwenye na yeye katika amevuka mipaka ya tribe. Sasa unaenda huko kwedu kwani ni wapi? Kagema. Wapi Mkoiri? Mkoroini. Sasa unaenda Mkoroini, unaenda kuchukua kapasta kama Mkoroini. Yes, kana kuaga na power, kana kuaga na anointing, kana rukarukaga huko kijiji kizima, kana tabulika. Ati unaenda kukambia kakuvujia madhabahu ya baba yako mwenye alikuwa ameenda Coast kuchukua madhabahu ya mganga wa Coast. Uchunguze ujue mganga wa Coast huyo alitembelewa na watu wa Zanzibar, alitembelewa na watu wa Tanzania. Madhabahu imeondoka Kenya, imeenda international. Sasa wewe unaenda unachukua kamuganga kamuseka pasta ati kwa sababu kana anointing na nikarago ile kakari unaona kadia gakuweta shafi ugo ugeciria ni anointing. Yes, ako na anointing ya kijiji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ena anointing none yako ni yake shagi ucio adiraga na joka cia gicagi. Maigwa Wetagio horagira tuthimu ha githori. Kwetu pastor twagithuraire tuthirire hau githuraire. Sasa hapo ndio una understand what do I do? You need now, once you are madhabahu ya kwenu imeenda beyond borders, imevuka. Sasa unatafuta pastor naye amevuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatafuta mchungaji mwenye amevuka. Huyo ndiye atakusaidia. Lakini mchungaji mwenye hajai cross Kenya, ati kule mbali ameenda ni Namaka, ameona mpaka, anaambiwa hapa ndio mpaka. Anauliza mpaka imejengwa wapi na hii ni barabara? Hapa hakuna kitu, ni shamba. Mpaka ya Tanzania imepitia hapa hivi. Anaambiwa imagination hapa ndio imefanya nini? Na alienda pale kwa gate ya Namanga akaambiwa hapa ndio border section. No man's land. That is the beyond. Bwana Yesu asifiwe sana. But now look at here, like now I hear we are qualified to deal with those altars, international altars, kwa sababu tumetembelewa na watu wa ng'ambo. Tumetembelewa na watu wameenda Amerika, tumetembelewa na watu wameenda nini? Na ndio naonanga naitaga mzungu, hata kama hana kitu atatuambia, unamleta tu hapa asimame kwa madhabahu, a graduate hii madhabahu ikuwe powerful and strong internationally. That is why we invite those preachers. Not because ako na kitu, hawakuagi na kitu. Lakini atakuja tu ashike microphone na shinde kisha oh, this man is a prophet. Wewe kile kitu unataka unamtumia kuinua madhabahu yako ipande juu. Ndio ukwe international. Hata kama ni deni anadai. Bwana Yesu asifiwe sana. Are we getting now? So understanding the concept ya madhabahu itakusaidia kuvunja madhabahu. Maana wengi wetu ndio kwa maana na waitishanga mchanga sometimes, because I am connecting to your umbilical cord. Turudi pale kidogo alafu utatupatia Ezekiel 16. Leo nafundisha ile vitu nimesoma. Now I have come to explain what will happen to your people in the future. The vision is about the future, a future time. The vision is what? About a future time. It is not about now. I'm preparing you for the future. I'm preparing you for what will happen to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 15, but it's 20 quickly. 15. Ni yani yako huko? Hiyo ndio shida tunakuanga nayo. And ndio kile. Ama imeisha? Yule anaangalia, yeah? Yeah? Haijaisha? Kamerala. Atelele. Yeah? Tusome hii Ntuko 14, 2015. When he had spoken to me according to these words, I turned my face towards the ground and was mute. He
turned his face, a show of respect. Bwana Yesu asifiwe sana. A show of what? Respect to the anointing, respect to this power and this authority. So when all these breakthroughs are engraved in the respect of God, alimwambia now, subdue yourself to God, subject yourself to the authorities of God. Alipomaliza kuambiwa haya maneno yote, aliinamisha kichwa chake. He bowed down. A show of respect, a show of saying, while he was saying this to me, I was looking down. While he was saying this to me. Lakini sasa ukiongelesha mtu kama huyu Margaret anakukodoleaga jicho mpaka unasikia unashindwa, mpaka ile maneno unamwambia that says the Lord, ukienda kufungua macho unakuta amekukodolea jicho kodo mpaka unaogopa. Inabidi sasa ukiongea unaongea kama umefunga macho. The Lord spoke to me. Si ati unataka kufunga macho, ni macho ile imekuangalia kondo dry, na unakuta ni macho dry, maana macho hiogopi Mungu. Bwana, na roho yako na roho ya unyama ambayo haiogopi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. To succeed in this warfare, you have to have a meek heart. Moyo wa kunyenyekea, moyo uliobondeka. Bwana Yesu asifiwe sana. 16. Then someone who looked like a man touched my lips. Someone who looked like a man touched my coat. I opened my mouth and I was able to speak again. So I said to the person who stood in front of me, sir, the vision makes me very afraid. My strength has disappeared. So when he was being spoken to, he was mute. Alizimwa. So when God is speaking to you, zima keberebere. Zima muhahe. You cannot be, God is speaking to you and you are speaking to God. One has to shut. So until now, the same who shut his mouth, akatokelezea, akamwambia, akamuguza midomo yake. Someone who was looking like a man. So who was this? This was Michael. Amekuja amemuguza na akamfungua mdomo. Ndio akamwambia, my strength has what? Disappeared. I am your servant, sir. I am too weak to speak with you. It is difficult for me to even breathe. Difficult. Kunyenyekea. Sasa kuwa na watu kama hawa wa Nairobi, waokofu wa Nairobi kama kina Ani na kina Mary hapa, wenye watabuimu, ukiongea na yeye anakuaga amekaa hivi. Muhujia uga. Ukwenda gati ya muhujia. Hatiri ndoge ya kwelete horo wakwa. Sasa hiyo ako na bigijia. Hatiri ndoge kwelete horo wakwa. Na kai yo waku hata kuiguaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah? See, the man Daniel, he was not even able to breathe because of the fear of the Lord. The fear. Huyu anaongea tu na malaika. God was not even appeared. Haja appear, lakini malaika peke yake. Shoki okoda kamudu takaka haha kaikinya huko ati kagegirio konyo na kadiro kakagate. 18, please. The angel who looked like a man touched me again. Hallelujah. The angel who looked like a man touched me again. Hello. That made me stronger. I was weak. So you need to deactivate and be reactivated. Alikuwa deactivated, akakuwa weak. Alafu the same angel come and touch him and he became strong. That is all what you need, man. Hiyo ndio ile kitu unahitaji katika maisha yako. You need that touch of God. You need that glory of God. The time that God touches you, things will change. The angel who looked like a man. So these angels, they look like men. Verse 19, please. He said to me, do not be afraid. God loves you. Repeat ile ya kwanza. Do not be afraid. God loves you so much. Wacha kuogopa what you are going through, because it has come to an end today.
Bwana Yesu asifiwe sana. Whatever that you brought you tonight here has come to an end. Whatever kind of a challenge that has been working against you has come to an end. Hata kama ni kerumi, hata kama ni kunyararwa, hata kama ni ukosaji, today God has reversed your situation. And this is what God is saying to you. Do not be afraid. God loves you very much. Have peace in your mind. Hallelujah. Kama ulikuja hapa kama uko na stress magi, have peace in your mind. Things are working. Have peace in your mind. Things are working. God is doing something about your life. Now be strong and brave. When he said this, I felt stronger. Be strong and brave. And when he said this, I became much stronger than I was yesterday. So they are words. You need words from heaven, the heavenly words that comes and makes you, changes your situation, changes your destiny, changes your life, and you become different once again. You are not supposed to suffer. You are not supposed to cry of anything, because God has done it. Tell your neighbor, God has done it. Now be strong and brave. When he said this, I felt stronger and said, sir, please speak to me now. You have made me stronger again. Please, he's speaking now to the angel. Speak to me now. You have made me to be strong and able. Hallelujah. Verse number 20. Then the angel said to me, I will tell you why I have come to you. Hello. Because amefungua the portal of discussion. Now the angel is ready to communicate. The angel is ready now to talk, because the portal of communication is wide open. Imefunguka. Lakini nyinyi sasa mnakanga, you don't even open the portal of communication. Ni vinyulia muri ajuaji, nyulia muri oge. You know everything. You know it all. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. I will explain. I will tell you why I have come to you. I will explain to you what the words in the book of God's truth mean. I will explain to you what the words in the book of God's truth mean. But now I must return to fight the battle against the ruler of Persia. Niku kagukwera nore kenyambe girekerie kimundu giki gikugiaga. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie kila kigiaga ni kia nini umuthi. Mwambie kile kinanisubuaga kimemalizika siku ya leo. Yes, I have discovered nimekuwa na problem, and the challenge is no more from today, and the angel now is ready to go and fight for me. Inamwambia wewe tulia tu, wewe horera tu, rekenyabe hulane bara. I'm coming back. I will tell you the truth of God. Bwana Yesu asifiwe sana. I will tell you the power behind the deliverance that is about to happen to you. After I have won the battle, the ruler of Greece will appear. After, you see now, he was fighting the ruler of Persia, but after I have finished the battle, another ruler of Greece will appear. Hallelujah. So the angel is reassuring, even if they come, I'm going to conquer them now. I have taken over the battle. And tell your neighbor, God has taken over your battles. Vita zako zote Mungu amevichukua. You are no longer going to suffer. You are no longer going to fight. You are no longer going to be subjected into these battles. God has won. God has conquered them. Bwana Yesu asifiwe sana. Only Michael will help me. Only Michael. Huyu ni Gabrieli alikuwa kumbe. Only Michael will do this battle, will help me. Bwana Yesu asifiwe sana. So there is agreement. Bingu imekuwa na agreement na wewe. Malaika wa binguni wameambiwa sasa, nendeni mkapigane vita. Nendeni, wewe jamaa mumuokoe. Wewe jamaa ni jamaa wetu. Ulize mwenzako. Muulize kama bingu inaweza kutumana. Amekwambiaje? Muulize na ni kwa nini uko na shida mingi hivyo? Madena maji mmoja kwa kwa namo umeteko. Can heaven be sent? Can heaven cooperate with you to fight for you? Hello? The ruler will appear. Only Michael will help. He is the angel who keeps your own people safe. Kumbe kuna wa angel who will keep. Yani kumbe kuna assignment. He is the angel who keeps your people safe. So we have an angel who is keeping us safe. We have an angel who is controlling us. We have an angel who is doing something for us, man. Hallelujah. Sijui kama mnasikia utamu kama mimi. Nasikia ka utamu kingine kanatoka kwa moyo. Hallelujah. I have an angel who is fighting my battles. Nobody else will be there to help me fight against God's enemies. Nobody else apart from Michael. The assignment is there. Has God assigned an angel for you, Wairimu? Is there an angel? Na nikiwe na maudu maijiogo.
ni njuri kukire ni Vasulu kana ni Njoroge Njoroge Kimani ejo what we niki mathina maingĩ ũguo akorwo mũthuri ũyũ maenjo make nĩ maroka nimegũthira kabisa. Thank you. Etekera ũguo, just accept that God is with you. God is doing your battle. Nobody else. Gutire mũndũ ũngĩ ũkũrũa mbara ciaku tiga mũraika wa Ngai. Gutire tiga Michael. Gutire mũndũ ũngĩ. Ni mũheane wĩra waku, ni mũheane tenda yaku, ni heane ya kũhũranĩrwo mbara ciaku. Already the tender has been given and an invoice sent. Verse 21, please quickly. Let us finish there. Naona kumekuwa usiku. Wow. Imeisha? Yeah? It looks like imeisha. Hii Biblia ina hangingi aje? Hapana, iko na 21. Iko na 21. Inasema namna gani? Let me read it from my Bible. But I will tell you what is inscribed in the book of truth. There is none who contends by my side against this except Michael, your prince. So you have Michael as your prince. But I will tell you the truth. And the truth is knowing God. The truth that every battle that brought you here has been won. Anything, kama ulikuwa na challenge aina yote ile, has been won. Any worry that was in you, you have to just remove it. Go yourself. Go yourself. God has listened to you, has heard your prayers, and God has decided to make you become. Amen. Sasa muko na sadaka mingi. Kila mtu ako na sadaka. Nataka tayo sadaka mingi. Nitawaambia the truth kesho. This is what the Bible says. I will tell you once I come. Naenda kuwapigania vita. Bwana Yesu asifiwe sana. So nataka sadaka ya thousands. Magdalene. Fuliza. Gatire goko ka. Dale goko. Alesi yohoro wa neratigiro. Yeah, kama ulikuja hapa kwa sababu kuna madhabahu fulani challenge kwako, uko na mchanga, just come here quickly. Come here quickly. I do what I'm supposed to do. Yes. Osio nake ne Kenya jago tweteria. Ne maikwaletia kana ne Gabriel. Nashika sadaka zako. Kama ulikuja una issue ambayo imekulete kama madhabahu, njoo hapa mbele. Yes. I'm waiting for you. Uko na issue ambayo ni ya kimadhabahu, na ukuja na sacrifice yako hapa. Wale watu wa Nakuru wako wapi? Unaigwa tele. Kwa sawa. Na ukage kanisa. Wale ndio kayaenda wao weekend. Kama wale ambao simama tu hapo. Wale ambao walikuwa na dedications. Simameni tu hapo. Dedications.
kinywa chako, mwambie unaweza. Fungua kinywa chako, mwambie Mungu, leo niko hapa, nahitaji msaada wako, nahitaji baraka zako, nahitaji kusamehewa, nahitaji kufunguliwa. Nifungue Bwana.
give you glory. We worship you. We thank you, Father, for having given us another opportunity to worship. We have glorified and we glorify your name. Thank you for having delivered us. Thank you to change our lives, Father. Asante kwa kusikia malilio yetu. Kama vile ulivyosikia malilio ya Danieli, alikuwa haelewi kwamba neema yake imeachiliwa. Lakini ilibidi Gabrieli akamfahamishe na Michael akakuja kuwasaidia. Ninaitisha malaika Michael atusaidie katika njia zetu zote na mipango yetu yote. Ninakuomba msamaha wa dhambi zilizotendwa na hawa watoto, dhambi zilizotendwa na vizazi kuko nyuma vingi, vizazi 10, 20 ambao walitenda maovu, na maovu hayo yamefuata hawa watoto. Baba, nakuomba tu wakaweze kufunguliwa, maana huu ndio mwaka wao wa kuachiliwa. Ni mwaka wao wa kufunguliwa kwenye jela, ni mwaka wao kufunguliwa kwenye mateka, ni mwaka wao kufunguliwa katika maisha yao. Ulimbariki Abrahamu na ukambariki kizazi chake chote, mpaka hawa watoto ni kizazi cha Abrahamu. Rafiki yako wanahitaji msaada, wanahitaji kusaidiwa, wanahitaji kuinuliwa, wanahitaji kusaidiwa. Baba, kuna wengine wamekamatwa na laana za wazazi, laana za clanism, laana za maneno yaliyonenwa kinyume, lakini walijikuta kwenye mitego hiyo, mitego ya kifamilia. Kutoka leo Baba, ninategua mitego hiyo yote. I cancel every communication, every word that was spoken against them, every authority that has always spoken against these families. Father, today, as you said that we be under the authority of your kingdom, I surrender them into your authority. That every network that has always been working against them, iwe ni mehereka, iwe ni clan, iwe ni damu, family tree, the family bloodline zote, I cancel anything that is negative unto them, that is negative working against their businesses, against their marriages, that is something that is working against their families. From today, their family will never be subjected to what was said by the people who are already dead. I discard the umbilical cord that is of this late who are dead to these who are living, that we are not going to be controlled by the dead in our living, that we are not going to be controlled by the dead in our families, that we are not going to be controlled by the dead in our marriages, that our marriage from today is free. Our marriage is free from the dead spirits. Our marriage is free from the whatever the parent says that is not of you. Father, we believe and we trust that you are holy God. We worship you again. We bow down our heads. We surrender to you. We subject ourselves under your authority that you may guide us. You are the creator of the universe, the creator of the heavens, the creator of the earth. Everything that exists on the face of the earth belongs to you. Ndio kwa maana tunaungama. Tunasema asante Mungu. Tubariki. Tunapoenda nyumbani, tusaidie kukuelewa. Tusaidie kukujua. Tutumie huyu malaika aliyenenda kwa Danieli na akamsaidia kukuelewa. Ninahitaji huyu malaika ambaye atanisaidia kukuelewa zaidi na kukaa karibu na wewe zaidi. Baba, tuongoze tu. Watoto tuliowaacha nyumbani, tuwazingira kwa damu ya Yesu Kristo. Na wote wazazi na watu wote ambao tumebakisha nyumbani, hata mifugo, hata mimea aina yote ile, na kazi zetu, biashara zetu, ukazibariki. Tukikutana hapa tena Baba, tutakuja kusema wewe ni Mungu, unastahili. In Jesus name. Somebody say amen. You are blessed. Umebarikiwa. Sasa iko hivi. On Friday tuko na kesha. Na hiyo kesha is anointing kesha. So come prepared for a very special anointing. Bwana Yesu asifiwe sana. As we said, every first Friday and every first Sunday. This Sunday we shall not dedicate because already we done. We shall dedicate the Sunday ya mwezi mwingine wa kwanza. So prepare from today. Ni mwezi wa matega. Yani ni muthenya wa matega. Are you getting me? Dedication ni matega. You dedicate idosi yako. Unakuja na matega. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio tuweze kuleta vitu zetu, that God has a subject yourself to the authority of God. As you subject yourself to the authority of God, also subject everything that you have, the business, everything, to the authority of God. Don't subject yourself alone, because the demons that might be attacking your business are not the demons that are necessarily fighting you. Bwana Yesu asifiwe sana.
Unaweza kuwa umekubalishwa kuishi maisha mazuri, lakini umekatazwa kufanya biashara. There is a limitation. So in all these things we have to contain. Tunavamia zote. Hallelujah. So every first Sunday ni Sunday ya matega, na tunakuanga na communion, inaitwa community communion, communion Sunday. Siku hiyo sasa sisi zote ndio tutakula ile mkate. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio tutakula mkate watu wote, kanisa mzima, na unakuja kama umejitakasa. Hello. Sio kukuja umetoka kuruka feji alafu unakuja na unameza hiyo kitu. Hapana, make yourself clean. Let it be holy because it's a holy communion. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo on Friday I'm expecting you and your families here. Na wale ambao waliondoka services hizo zingine muambie, I didn't tell them but now tell them, I want everybody. I'll be here personally ministering to you. Bwana Yesu asifiwe sana. And I know something will happen to your life. Something will happen to your business. Something will happen to your marriage. Something will happen. Kuna kitu Mungu atatenda, because hakuna kitu ukiona Mungu anasisitiza, nataka kuongea na watu wangu on Friday. Wewe kuja tu, acha story mingi. Wewe kuja. Are we together? My friends. Utengeneze urafiki na mimi. Where is the other guy? Anointing imekushukia mingi sana. Waibu atia. Nikwenda tusherage nawe. Naigwa? Nikwenda uratawa kahua kuhe. I want to help you. I want to walk with you. So, and now may the grace Jesus Christ of God, fellowship of the Holy Spirit, and amen. Bethel Clouds TV, empowering